Lakini tutaenda haraka haraka. Habari baba. Na mimi sina shaka ya kwamba na tumekubaliana tutakutana tena baada ya wiki 3 tukijua ya kwamba kazi hiyo tumemaliza. Kwa hivyo mimi sina mengine mengi jameni. Unless mtaninulia lunch sijui. Safari hiyo ingine nitakuja tukule na nyinyi. Niliona jana kuna pahali hapa. Nitakuja kuwajoin safari hiyo ingine. Si ni hivyo? Ya kwanza kuna bishop mwingine hapa. Sijui ni nani lakini nataka tujuane, ambaye amesema umoja mbele ya maendeleo. Lakini kusema umoja bila maendeleo, hiyo ni ujinga ya mwisho. Hii kijana anaitwa Ruto, unajua kila weekend anatanga kila pahali. Atakuwa anapitia hizi machorochoro. Akiona kuna kitu inaenda kona mumwambie. Si namna hiyo? Si namna hiyo? Tuhakikishe kazi ya wananchi imefanyika. Mimi watu wasiwe watu ambao watakuja kudanganya Wakenya. Mimi napitisha sheria, ni bunge. Mimi ni kuweka naweka kidole. Alafu mjinga anakuja kusema hapa ati mimi nafanya mambo ya hiyo siwezi. Na msiwe watu ambao mtasikia porojo. Mkisikia mambo ya porojo, sio Uhuru atapotea, ni nyinyi mtapotea. Ni nyinyi mtapotea. Tunaelewana wenzangu? Bahali kuna haki, sema haki. Bahali ambapo ni tafadhali. Kufikiria mimi ni mtu ya kutishwa, watafute mwingine. Kura ni kura na tutakuja kuomba kama wengine. Mtupatie, mkose kutupatia. Kwani mnafikiria dunia itaisha? Wacha story mingi hapa bana. Dunia itaendelea. Au ni namna gani? Si ni hivyo? Na ndipo tuwasema kwa viongozi tuheshimiane jameni. Wacheni siasa ya uchafu. Wacheni siasa ya kufikiria ati kwa sababu umeonekana ukiandikwa hapo ati mimi nimewaambia kama rais wa Jamhuri ya Kenya na nimebakisha miaka 4 Mwenyezi Mungu akinipatia uhai. Mimi niko kwa kazi. Mimi sina hiyo ujinga, hiyo utoto ya kwenda kila siku. Mimi I am not there. Unaona? Kutoka tushikane mkono na baba. Juzi tulikuwa na uchaguzi Kibera. Si ni kweli? Na mimi mnajua ndio kiongozi wa Jubilee, kweli? Na mimi nilikuwa na candidate. Na tumesaidia candidate wetu kabisa. Si ni hivyo? Sasa kampeni zilikuwa moto na zilikuwa zimechacha. Hata nyinyi mlikuwa mnajionea kila siku. Kampeni zilichacha. Kweli ama sio kweli? Demokrasia ilikuwa imewaka moto Kibera. Sasa mimi nasema kweli kulikuwa vurugu kidogo, lakini ukiangalia ni viongozi walikuwa wanalimana na mawe. Hawa wanaweza kwenda Nairobi Hospital. Mwananchi alikuwa anaruka mkutano hii, anaenda hii. Sasa nilikuwa naambia wengine, usiku ya kuhesabu kura, kuna mama mwingine rafiki yangu nilikuwa naongea na yeye, ni kampena wangu. Sasa nikampigia nikamuuliza hali huko, unajua sana hali huko wakati ya uchaguzi inakuwa tension juu. Nikamuuliza hali iko namna gani, mko sawa? Akaniambia sisi tuko sawa, lakini hapa Kibera ni kilio peke yake. Kamuuliza kilio? Kwani kuna shida gani? Akaniambia jamani uhunye
Mungeruhusu hii kampeni iendelee wiki ingine 2 jameni, tukule mambo hapa, mambo ilikuwa mingi huku. Kwa nini nyinyi mumefunga hii? Tungeendelea wiki ingine 2. Sasa kesho yake kuchukua report zile nachukuanga asubuhi, nikaambiwa mambo Kibera ni namna gani? Kaambiwa askari wale wote walikuwa wanasimamia uchaguzi wote wamerudi kwao. Watu leo kila mtu amelekea kwake kazi. Mama ambaye alikuwa anatandika ndizi zake ametandika, wakupika samaki ameanza. Harufu ya samaki sasa inasikika huko. Mbeleni ilikuwa nyama kwa sababu pesa ilikuwa mingi, sasa ni samaki. Hakuna kioski ilikuwa imechomwa, hakuna mtu ambaye alikuwa hospitali, dunia ilikuwa imerudi. Nikasema jameni, hata kama candidate wangu ameshindwa, Kenya imeshinda. Na hivyo jameni, ndivyo tunataka taifa letu liwe. Hivyo ndivyo tunataka taifa letu liwe. When we go out there and we say Eurobond money was stolen and is stashed in the Federal Reserve Bank of New York, are you telling me that the Treasury and the Federal Reserve Bank of the United States have colluded? Yani mjinga ni nani? Surely. That the Kenyan government and the US government have colluded. Na huyu anasema nataka kwenda ku interrogate Federal Reserve Bank of New York. Guy, anyway. DPP sijui kama yuko hapa. Ndio huyu. Basi sema na wewe ni nini imekosa. Tukupatie. Ndio Wakenya wasiseme mimi nalinda. Mimi silindi ufisadi. Ni nyinyi mumeshindwa kufanya kazi yenu. Kuna wengine sasa leo wananipiga. Sasa mimi nasema jameni, mnanigonga mimi. Na mimi niliwaambia twende nomination, wananchi wataamua. Sasa wananchi wakiwaambia waende nyumbani, makosa yangu mimi ni nini? Mimi nimefanya makosa gani? Tutafute hii kitu polepole, kila mtu nyinyi ni kutafuta, sisi tumekalia na hatuna haraka ya kuondoka. Si namna hiyo. Niliambiwa nikiwa Pwani, niliona Mswahili mwingine akitaja hapo akasema watu waelezwe kumeza mate sio kukula nyama. Kwa hivyo wenzetu, endeleeni kumeza mate, lakini nyama tutakula. Tuendelee. That unlike the private sector that declared redundancies, we in the public sector maintained our workforce at pre-COVID levels. Hakuna mwalimu, hakuna mfanyikazi wa serikali, hakuna askari ambaye alifutwa kwa sababu ya ukosefu wa pesa. Watu wetu wote waliendelea na kazi zao bila kukatwa mishahara vile ilikuwa inaendelea katika nchi zingine. Na hiyo ni ukweli wa mambo, watu wakubali wasikate ukweli wa mambo. Wewe ulikatwa mshahara? What has been the best moment of your presidency and the worst moment so far? Well, I think the worst moment for me is more than one. It's the unfortunate incidences of terrorist attacks by Al-Shabaab at Westgate, at Garissa University,
in Lamu, for many of our hard-working Kenyans who really have no ill against anybody, their lives are taken purely on the basis of a false ideology, an ideology that spreads and preaches hate, and where innocent people die, not for any agenda, not for any reason, purely out of a false ideology that seeks to tarnish even the name of a wonderful religion called Islam. Those, I believe, have been my lowest moments, and that is why I am so committed to ensuring that we upgrade, empower our security systems, personnel, to ensure that we are able to give every single Kenyan the security they need to go about their business in a peaceful and stable nation. I think the best moment, there are also quite a number, I believe the best moment is the moment I rode the train from Mombasa to Nairobi, the first new train our country has seen in 120 years. A moment that made me see the wonderful opportunity and potential that Kenya has if only we could just come together and work together as one nation, devoid of tribal and ethnic politics, devoid of religious politics, devoid of color, but just what we can do as a people together and how far we can go united, and the great prosperity and a wonderful future that is available for our people.